Yesu wa Nazareti aliyekuwa anaongea na kina Mathayo na Yohana alikuwa anaongea lugha ipi? Sifa Yesu. Amina. Kwani ni malaika nu mjenga safina? Ndajibu lile swali. Yesu amerejea kwa mara ya pili. Siulizi Yesu amerejea. Yule. Naeleza ili uelewe. Yaani napeana story full information ili uelewe. Yesu amerudi mara ya pili. Mimi kitu ya kwanza, asante. Mke wa Yesu amesema ya kwamba mara ya kwanza Yesu hakuwa na mke. Lakini mara hii ako na mke. Kwa hivyo haya maandiko ni mapenzi ya kama unavyosema. Sasa mimi swali yangu ni hii sasa. Katika Luka 20:34 na ninaomba ili unijibu tu straight na usiseme ni mapenzi ya baba. Unijibu kwa sababu bali nimejua. Haya soma tu 20:34. Ya baba. Kwa hii boma nani mwenye angekuwa amewafuatilia mmekaa pasafi. Hata mimi sina shida na wewe kabisa. Mimi naangalia sifa za Yesu wa Biblia. Si hata kwamba usione kama napiga wewe vita, hapana. Siwezi kupiga wewe vita. Wewe ni halali kuwa mke wa mzee huyu wa Yesu kabisa. Usije ukaona kama nimekuja kupiga wewe vita akufukuze, hapana. Mimi najaribu hivi Nabii Nuhu. Unajua niko hapa na Nabii Nuhu. Nilikuwa nimetoa 20:34 Luka. Inasema. Yesu akawaambia, wana wa ulimwengu huu na kuolewa. Sasa wewe ni wa ulimwengu huu ama wewe ni wa mbinguni? Kama watu hawangeoa na kuolewa. Nimeuliza swali tu. Hii injili ingehubiriwa nani? Kidogo tu. Mimi anasema hivi. Wana wa ulimwengu huu, wale ambao ni wa ulimwengu huu wanaoa na wanaolewa. Mimi nimeoa. Niko na watoto. Maana mimi ni wa ulimwengu huu. Lakini Yesu anasema nyinyi ni wa chini, mimi ni wa juu. Yesu wa Biblia. Anasema mimi si wa ulimwengu huu. Alikuwa anaongelea wapi? Akiwa hapa duniani. Alikuwa anasema mimi si wa ulimwengu huu. Sawa Wewe ni wa ulimwengu huu ama wewe ni wa juu? Ni kazi ya Mungu. Maana kila kitu Nuhu unataka kujibu, karibu. Inni uhibbu Muhammadan wallahu khairun shahidan. Unaniona nami Nuhu mjenga safina. Amina. Asante. Jambo lingine, utasoma msaidizi wa mchungaji mwalimu kutoka Nairobi. Waebrania 11:39 mstari mtoko 39. 11:39 hadi 40. Na watu hao wote wakiisha kushuhudiwa kwa sababu ya imani yao, hawakuipokea ahadi, kwa kuwa Mungu alikuwa ametangulia kutuwekea sisi kitu kilicho bora, ili wao wasikamilishwe pasipo sisi. Hao ndio mmeona kwa mitandao wakiniuliza ulianzaje kazi. Nikisema bingu ilikuwa ikifunguka, nikiwaona manabii halaiki ya malaika watakatifu wakishuka, wakinipa salamu mwana wa baba Mungu. Malaika wenye utukufu. Tayari hao pia wamefufuka, na leo hii kulingana na hilo somo wamepata vyombo duniani. Wala ambao wanasaa yale matunda mazuri yapatanayo na toba wapate ondoleo la dhambi. Wakisha kupaliwa machoni pa Mungu, wanapokea hilo jina la hao manabii. Jinsi ilivyo katika Danieli 12 ya kwamba itakuwa wakati na nyakati 2.5 wakati jaribio la uharibifu litasimama mahali patakatifu. Na leo hii hilo jaribio la uharibifu tayari limesimama. Maana wengi wana macho lakini siri ya rohoni kuikundua ni ngumu. Danieli alipokuwa akielezwa haya mambo yote, kuna malaika aliyekuwa katika mto wa Tikri akimwambia ya kwamba Danieli atie tu muhuri hayo, kitie tu kitabu muhuri na ukifunge mpaka mwisho wa nyakati, utasimama kwa kura yako. Sasa hawa wakati wanapokea haya majina, hata wengi wanashangaa kwa nini jina anachinzia ya kike akaitwa Nuhu. Yule nabii Noa amesimama kwa kura yake. Tayari ni ujio wangu, nimekuja na halaiki ya malaika watakatifu. Hao tayari wamefufuka. Na ukiwa kiroho pia utawaona, lakini ya macho ya mwili hii hautakundua, maana Biblia iliandikwa kwa njia ya roho. Ninahitaji roho wa Mungu katika tafsiri. Na pia
wanaokundua ya kwamba huyu ni mwana wa Mungu ni wale ambao wamejaliwa na Mungu. Nilikuwa tena na wachungaji wengine siku moja wakasema ya kwamba utatushawishi vipi ndiposa tukaweze kutambua wewe ni mwana wa Mungu. Niliwajibu kwa nguvu zangu siwezi kuwashawishi, ila aliyenituma Baba ni yeye atakayewashawishi ndiposa mkundue. Maana miaka 2000 iliyopita hata wakuu wa makuhani walikutana kwa ajili yangu na wakuu wa serikali kwa ajili ya kutaka kuniangamiza. Sasa nikawaambia kwamba wachungaji, mimi sitawashawishi, ila atakayewashawishi ni Mwenyezi Mungu mwenyewe. Maana kila atakayekuja kwangu itakuwa ni mapenzi yake Baba aliyenituma, Mwenyezi Mungu, bali si mimi. Haya, ndugu Francis, umekusia mstari ambao umesema ya kwamba mimi siwezi nikajitukuza mimi mwenyewe. Umekusia na miujiza. Na ukweli tu wa mambo, unaongea na Yesu mwenyewe. Yaani ukweli wa mambo, jua linawaka wasaa huu, huyu ni Yesu ambaye mnamtazama, na hiki kikao mapenzi ya Mungu leo yanatendeka hapa duniani na mbinguni. Ndiposa nikasema ya kwamba kwa siku ya 1000 utasiweka katika tayari ya moyo. Asitapita kabla hawa wanafunzi wako hawa hamuchakuwa katika kumzo nao kwa ajili ya mwalimu Yesu wa Tongaren. Nayo ni mapenzi ya Mungu. Ingelikuwa ya kwamba mimi si vile unavyonena, nisingeli ama mtundo huu duniani haungelikuwa. Maana nataka nikuombea uishi na utashuhudia mataifa yakikusanyika hapa Kenya. Mnara unajengwa Kenya, mnara wa Waisraeli. Nayo ni kasi yake Baba Mungu. Hilo pia ni jawabu, ninafuatilia mafundisho yako jinsi yalivyo. Na upande wa miujiza, mwana anatenda lile ambalo Papa analitenda. Nayo ni kasi yake Baba Mungu. Mimi sitajitukuza niseme ninafanya muujiza huu, nafanya muujiza huu. Hata miaka iliyopita pia waliniuliza swali, tunataka ishara. Nikawapa jawabu katika kitabu cha Mathayo 16. Utasoma. Maana pia mwalimu Francis nuru ya Biblia naona amekusia. Amina. 16. Kuanzia penyewe. Wakamjia Mafarisayo na Masadukayo wakamjaribu, wakamwomba aonyeshe ishara itokayo mbinguni. Akajibu akawaambia, kukiwa jioni mwasema kutakuwa na kianga, kwa maana bingu ni nyekundu. Na asubuhi mwasema leo kutakuwa na dhoruba, kwa maana bingu ni nyekundu. Tena kumetanda, enyi wanafiki. Mwajua kuutambua uso wa bingu, lakini je, ishara za zamani hizi hamwezi kuzitambua? Ishara hizi kusijua nyinyi duniani ni ngumu. Endelea kitoko tu. Kizazi kibaya na cha zinaa chataka ishara. Wala hakitapewa ishara isipokuwa ishara ya Yona, akawaacha akaenda zake. Asante. Hapo mwalimu Francis, mimi kulingana na ishara siwezi kujitukuza mimi mwenyewe. Jawabu pia lipo katika maandiko matakatifu. Nikisema nijitukuze mwenyewe ni kazi bure. Wacha Mungu anitukuze. Na iwapo ni ishara, maandiko yanasema ya kwamba ishara hamtapewa ila tu ishara ya Yona. Na ishara ya Yona jinsi ilivyo mwalimu Francis, unaona ya kwamba Yona alipotumwa kule Ninawa, yeye akasema haiwezekani kuenda kuhukumu yale maovu ambayo yanatendeka kule ama kuwaonya. Akasema nitakimbilia Tarshish. Akakutana na mabaharia, akalipa nauli, na alipolipa nauli akachukua njia ya kwenda kule Tarshish ili aukwepe mkono wa Mungu. Nyangumi ilimmeza. Sasa hapo jawabu imesema Yesu akawaacha akaenda zake. Ramadhan, kumaanisha ya kwamba mambo ya ishara hilo tu ndilo jawabu. Maana watu kutambua majira ya mvua na dhoruba wanajua, lakini dalili za mwana wa Adamu kuwemo duniani ni ngumu jinsi ilivyo leo hii. Na siku moja juzi nalisema hivi, kwa vile Wakenya wamefanya mioyo kuwa migumu sana, watashuhudia huu mkate ukiliwa na Watanzania, wa Uganda, Wakanda, Warundi kutoka kule Rwanda, wale wa Kongo na hata watokao bara la Asia, Europa, Marekani kaskazini na kusini. Maana ni kasi yake Baba Mungu. Maana Wakenya wamekataa. Na haya yote yanaenda kutendeka mwalimu Francis akiwa hai akishuhudia.